Mimi ni mwalimu, ni mwinjilisti, lakini napenda sana leo nisimame katika eneo la ualimu. Amen. Natamani tujifunze taratibu na sio lengo kumaliza, lengo ni kuweza kuelewa kile ambacho Roho Mtakatifu ametupa kwa ajili ya kujifunza siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe watumishi wa Mungu. Somo letu linasema maombi yanayofanyaje? Yanayojibiwa. Hii topic ni very exciting. Yaani angalau ninaamini kila mmoja, as long as umeokoka, tunaamini wote tumeokoka ndani. Ninaamini kila mmoja maisha aliyonayo ni maisha ya maombi. Bwana asifiwe sana. Nina uhakika wakati unatoka nyumbani kuja kanisani, ema ulikuwa peke yako, ama ulikuwa na mke wako, ama ulikuwa na mume wako, ama ulikuwa na watoto, kabla haujaanza safari ya kuja kanisani, ulisema mke wangu, mume wangu, watoto wangu, tuombe kwanza. Hii dunia imejaa vitu vingi huko njiani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, kabla hatujaanza jambo lolote, huwa tunafanyaje? Huwa tunaomba. Waebrania sura ya 12 na mstari wa 14. Waebrania 12 na mstari wa 14. Kwa lugha nyingine, yani kama unatafuta kitu mbele za Mungu, usianze na hatua za kuamka asubuhi kwenda kutafuta kile kitu. Anasema njia ya kukipata kile kitu unachokitaka, anza kwanza kutafuta ufalme wa Mungu. Siko anaelewa. Ni sawasawa na umefika pale Ubungo, unaelekea Lindi. Utaratibu wa kawaida, Mungu anasema kama uko Ubungo unaelekea Lindi, shika njia ya kuelekea Tazara kwenda Mbagala, utaelekea Lindi. Sasa watu wengi tunapofika pale Ubungo tunaelekea Tazara, tunaelekea Mtwara, tunaanza njia ya kuitafuta Bagamoyo. Sasa anapokuwa kikuuliza unaelekea wapi, unasema naelekea Mtwara. Anakwambia bwana, kama unaelekea Mtwara, njia ya kuelekea Mtwara sio hiyo. Kwa lugha nyingine ndio Mathayo wanatuandikia, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtafanyaje? Mnadhulumu, mnaua, mnakaba ili mpate vitu. Anasema hampati, ijapokuwa mnatumia nguvu. Kwa nini? Kwa sababu hamoni. Mstari wa pili wanasema sisi wana EAGT utuondoe katika kundi la wasioomba. Sisi kabla ya mambo yote huwa tunaanza kwanza na dua na sala. Sasa anasema hata nyinyi ambao mnaomba stili hampati, kwa sababu mnafanyaje? Watumishi wa Mungu, si kama tunaelewa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mtu ambaye tumepewa kujifunza kwake, Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Ukisoma Isaya anaandika unabii, anasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Anaandika kisichokuwapo kana kwamba kimeshakuwapo. Anaandika kama unabii miaka zaidi ya 400 nyuma kabla ya Yesu kuja. Anasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa moja utafiti ambao wewe kufanya, nikanajiuliza hili swali. Kwa nini including maombi ya huyu mzee Mungu hakuyajibu? Bwana asifiwe sana. Amen. Na sio huyu wako wengi, siku moja tukipata nafasi tutafanya semina kidogo tuone mifano ya watu walioomba vitu na vikujibiwa. Mmoja wapo pia Musa aliyoomba. Sasa Mungu nakuomba unipe neema ya kuiona Kanaani. Mungu akamwambia, "Okay, umeomba vizuri sana. Twende mlimani juu." Akampandisha akamwambia, "Okay, ile nchi unayoiomba kuifika, ile pale, yale maziwa na asali ulikuwa unayasikia, yale pale, wale wanafili na utugani wale pale, ila ndugu yangu, yale maombi yako yanaishia hapa." Suleiman anaandika katika Mhubiri sura ya 9 mstari wa 11 kwamba nimeona jambo jipya chini ya jua, nalo ni kama kosa kwake yeye atawalaye. Kwa nini? Kwa sababu nimeona watumwa wanakwenda juu ya farasi, na nimeona wafalme wanakwenda kwa miguu. Watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Somo letu lipo katika hilo andiko. Sisi ya Tanzania tukisema tunamtafuta mtu ambaye amebarikiwa sana kwa mali zinazoonekana, tunamkuta jamaa yule. Tunafahamu lugha nyingine Mungu anachokisema kwamba mnapokwenda kuomba, kile nitakachokijibu na kukitimiza katika uso wa nchi, si namna mnapoomba kwa kuugua na kwa kufunga, ila
kile mnachokiomba kikiwa sawasawa na mapenzi yangu mbinguni, ndicho nitakijibu na kukitimiza duniani. Yohana akatuandikia katika waraka wake wa kwanza sura ya 5 mstari wa 13 na 14. Anasema, nimewaandikia ninyi mambo haya ili mpate kujua ya kwamba mna nini? Mna uzima wa milele. Anasema, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba neno lolote sawa sawa na mapenzi yake tunasikia. Nje ya eneo lingine lolote ambalo Mungu hajakukusudia kwenda, utafanya sana kama anavyofanya wengine, hautastawi. Kwa nini? Kwa sababu huko nje kusudia Mungu katika ile eneo. Si watumishi wa Mungu mnamfahamu Yusufu. Kwani kilichomfanya kuwa waziri mkuu ni kusafisha ile ndoto peke yake? Wewe amini kwamba ni kwa sababu utasiri ndoto peke yake. Yule ndoto alijiongeza. Aliitwa kwa kazi moja ya kufasiri ndoto. Nimeota ndoto nimeisahau, unasemaje? Ndio akasema kwamba okay, mfano si kama naweza nikapata maji ninywe kidogo, akanywa maji kwanza. Hapo alipomaliza sasa akaanza kusema okay, mfano narudi sasa ndani kwenye ile ndoto. Yaani wakati unaota ilikuwa hivi, ulikuwa umelala of course, which is obvious, unaona obvious sana. Ulikuwa umelala mtumishi, umeota of course wife alikuwa, lakini hiyo kimwache. Ulipoota uliota hivi, ukaona kuna ng'ombe 7 wamenona. Mfano anaanza kuivuta ile picha mara, yes, wale ng'ombe wanakuja na wakumbuka. Ukiacha wale ng'ombe, kabla ile movie haijaisha vizuri, wakakatiza ng'ombe wengine 7 wakiwa wameponda balaa. Yeye jamaa akasema igwe, yaani kama dogo, usiendelee sana. Yaani ulisanikumbusha, nitakumbuka ile ndoto mpaka nivamka nikamlamba vibao kwa hiyo. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo akasema okay, maana umeweza kujua nilichokiota, tafasiri yake ni nini? Akasema mzee, sasa hiyo ni part 2, naomba mnipe maziwa ninywe nioge, kesho nitakafasiria hilo. Sasa mtumishi wa Mungu, wewe unachokosea ukiitwa kwenye tenda moja, yaani tafuta mazingira ya kwamba lazima wakutafute zaidi. Sio chifu Kwa hiyo Yusufu akapewa muda, baada hapo akaja akatoa fasiri ya ndoto. Alikuwa anajua kifuatacho ITV kwamba nikishamaliza kufasiri ile ndoto, siku kuna zawadi unapewa, alafu unaondoka zako unaenda home. Akajua sasa hapa ukisega fursa ndio hii nimekutana nayo. Pale juu kwenye ile taifa usione kama kuna waziri mkuu. Na hata kama yupo inaonekana hajui majukumu yake. Nitakachokifanya kupitia hii ndoto, yaani kosa moja wao walifanya ni kunitoa kule gerezani kunileta hapa. Na kama nakumbuka alichowaambia wale jamaa walikuwa wamefungwa naye, mtakapoenda kule msinisahau, yaani nyinyi iteni, yaani kama mnileta tu kwenye interview, mambo mengine nitamaliza mwenyewe. Bali sio watumishi wa Mungu. Kwa hiyo Yusufu alipomaliza kufasiri ndoto hakuweka kituo, ukisoma Biblia inaonyesha. Alipomaliza akasema, lakini mfalme, mbali na hii ndoto, ninachokushauri mfalme, tafuta mtu, na sidhani kama utampata, katika taifa lote la Misri ambaye atakuwa na